CCM. Kwa kauli hiyo tu kwamba ataifungua Pemba, alikuwa anatuambia ujumbe gani wa Pemba? Kwamba Pemba imefungwa, au sio? Aloifunga Pemba nani? Alotawala CCM miaka yote mpaka yanaingia madarakani ni nani? Si CCM. Sasa aloifunga Pemba nani? Kwa hivyo kwanza akatuthibitishia kwamba CCM haijawahi kuwapenda wananchi wa Pemba wala kukipenda kisiwa cha Pemba. Wanachojua CCM ni kuwapatisha hilaki na kuwatesa wananchi wa Pemba na kuigeuza Pemba pahala pa kuja kuvuna utajiri kupitia karafuu za Wapemba, wakati Pemba yenyewe hainufaiki kitu na karafuu zao. Sasa ndugu zangu, mimi nataka niwaulize, miaka 4 sasa tangu kakaa madarakani, Pemba imefunguka? Au imefungika zaidi? Ndugu zangu, jambo la kwanza kwa nchi ya kisiwa kuifungua ni kuwa na bandari ya uhakika ya kimataifa. Pemba kuna bandari ya maana? Au kuna matuta? Pemba kuna bandari ya maana? Iko wapi bandari aliyoahidi? Na nitakwambieni, naam, tapeli wahid. Achilia mbali Pemba waliozoea kuidamirisha. Pale Unguja pale, mwezi wa Februari, mwezi wa pili 2021, ndo kwanza ala miezi mitatu alituletea hashuo kubwa, paka sainiwa mikataba Ikulu pale, tukahanikizwa kwamba kuna jengwa bandari ya kisasa Mangapwani. Haipo bandari Mangapwani Unguja. Tukaahidiwa bandari mpya Mpigaduri maalum ya uvuvi na uwekezaji, dunia nzima itakuwa hakuna. Mpaka leo hatujaiona Unguja. Seuze Pemba. Kwa hivyo nachosema, kama mtu anataka kuifungua Pemba, jambo la kwanza lingekuwa ni bandari. La pili kwa Pemba ni kuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa. Nikupeni siri, nilisema Unguja. Mnajua kwa nini mradi wa uwanja wa ndege umekwama? Ni kwa sababu wamedai chao cha mfukoni, umefisidika mradi ule mpaka leo. Katika hili tuna kila sababu ya kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan. Mradi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pemba ulishatolewa fedha kupitia mkopo ambao umedhaminiwa na serikali ya Muungano. Kwa mara ya kwanza, haijawahi kutokea. Euro, nikisema euro ni sarafu, fedha za Ulaya. Euro milioni 457 zilikuwa zijenge uwanja wa ndege wa Pemba, zijenge barabara ya Chake mkoani. Pale Unguja zilikuwa zijenge barabara ya Tunguu Makunduchi na Kizimkazi, zijenge na barabara ya Fumba hadi Kisauni, barabara mpya nyingine.
lakini mradi umefisidika kwa sababu mkubwa kataka chake. Aliyepewa kazi ile akataka atolewe kwa sababu kakataa kutoa cha mkubwa, akenda mahakamani, mpaka leo mradi umekwama. Juhudi zote za Rais Samia zikatiwa kapuni na mafisadi wa Zanzibar. Sasa nawakwambieni haya ndugu zangu, nayasema Micheweni, lakini nawaambia wananchi wa Pemba kwa jumla yake. Leo nyinyi mashahidi, bei ya chakula, hayo mnaosema chakula cha mnyonge maskini wa nchi hii Mapembe, na nikwambieni, natoa mfano tu, lakini ni aibu kwa watu wa nchi hii waungwana kwamba leo tukizungumza chakula tukazungumze Mapembe. Lakini tuchukua hilo hilo na waulizeni, wao wanapokaa katika mameza kifahari wanakula Mapembe hao? Wao wanajinufaisha, halafu wakataka kumtumia mwananchi maskini wa Micheweni, Pemba na Unguja ili wao waonekane kwamba ati wakombozi. Lakini hoja yangu nataka kwambieni, Pembe, bei ya Pemba na bei ya Unguja ni tofauti. Uongo kweli? Mnajua kwa sababu gani? Kwa sababu Pemba haina bandari ya kushushia kontena. Kwa hivyo mfanya biashara aingie gharama mpaka Unguja, halafu aingie gharama nyingine ya kuleta Pemba. Mfanya biashara hali hasara, nyongeza anayoingia gharama anakuja kumtoza mwananchi. Ingelikuwa bandari Pemba, haya yasingekuwepo. Ingekuwa kuna uwanja wa ndege wa kimataifa, mizigo ikaja kwa moja hapa, wageni wanakuja moja kwa moja, Pemba ingelifunguka. Na kama mnakumbuka, hii ilikuwa ndio message, ndio ujumbe wa Maalim Seif miaka yote tangu 95 mpaka Mwenyezi Mungu kamhitaji. Lakini mnajua kwa nini halikuwa chini ya huyu? Kwa sababu huyu kaingia kwa dhulma. Mwenyezi Mungu hawezi akatia baraka chini ya utawala wake. Huwezi wewe ukaua watu. Na mnakumbuka nyinyi, Pemba hapa wameuawa watu 17 uchaguzi wa 2020. Unguja wameuawa watu 4. Watu zaidi ya 700 wameumizwa. Halafu wewe leo ukadhani Mwenyezi Mungu ataitia baraka nchi chini yako wewe. Wanawadanganya leo. Imekuwa maghorofa haya ndo nyimbo yao. Sasa mimi waambia, kama limbukeni wa ghorofa ni yeye huko alikotoka. Wazanzibari si limbukeni wa ghorofa. Lakini siri ambayo hawaisemi, na sisi tumekuwa tukikwambieni kwenye kila mkutano, maghorofa yanayojengwa ufisadi mtupu wa wao kujinufaisha. Leo sina muda kuchambua moja moja, lakini kama mnafuatilia mikutano yetu ya Unguja, tumekuwa tukichambua wizi na ufisadi unaofanyika katika miradi hii ya ujenzi. Niliwapa mfano mmoja tu na leo naurejea tena. Uwanja wa Amani umetengenezwa, gharama zake mpaka sasa tunaambiwa zishafika bilioni 105, hata kama hawataki kusema wao. Lakini wataalamu wa ujenzi wasema kwa kazi ile iliyofanyika haikupaswa kuzidi bilioni 15. Sasa wewe toa bilioni 105, zitoe 15, zinabakia ngapi? 90 zimekwenda mifukoni mwa watu. Hizi ni bilioni, si milioni, bilioni.
na kila bilioni moja, ndugu zangu wananchi wa Micheweni, ni milioni 1000. Sasa nyinyi fanyeni hesabu, bilioni 90 maana yake ni milioni 1090.